Bwana Yesu asifiwe. Leo tutakwenda kuanza somo letu muhimu, na kichwa cha somo hili kinasema uamsho wa kuzimu katika nyakati za mwisho. Uamsho wa kuzimu katika nyakati za mwisho. Ninaomba makini wako kwa muda mchache. Tutakwenda kuweka msingi hapa, alafu tutakwenda kuendelea katika nyakati zetu nyingine za ibada. Ndugu zangu, ni vyema kufahamu ya kwamba tuko nyakati za mwisho. Hili tunatakiwa kulitazama kwa kina, kwa sababu miongoni mwa nyakati ambazo zilitabiriwa ya kwamba Yesu yu karibu kurudi hizi, na kanisa la Mungu linatakiwa kuzungumza sana kwa sasa habari ya kurudi kwa Yesu, sababu ni miongoni mwa vitu muhimu sana ambavyo vitawafanya wengi washindwe kwenda kwenye uzima milele, kwa sababu hawakujua nyakati wanazoishi. Sasa tutakwenda kuangalia katika somo hili uamsho wa kuzimu. Tasema, mtumishi wa Mungu, kwa nini umekuja na somo hili na kwa nini umeliita uamsho? Sasa ni vema ufahamu ya kuwa utendaji kazi wa shetani unaongezeka kadiri ule mwisho unavyokaribia. Hili ninaomba ulifahamu kabisa ya kwamba shetani na mawakala wake wanaongeza spidi ya kutenda kazi kwa kadiri wanavyoona ule mwisho unavyokaribia. Yesu asifiwe sana. Ukilifahamu hili, utajua ya kwamba nyakati tunazoishi ni nyakati za hatari, kwa sababu shetani anatenda kazi katika namna ambayo hakuwa hapo mwanzo anatenda kazi. Spidi yake ya kutenda kazi inaongezeka kwa kadiri Yesu anavyokaribia kurudi. Kwa hiyo vema unapoishi ulifahamu hili ya kwamba shetani, utendaji kazi wake pamoja na mawakala wake unaongezeka kwa kadiri Yesu anavyokaribia kurudi. Ukisoma maandiko katika kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 28, Yoeli sura ya 2 na mstari wa 28, Biblia inasema, hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Tena juu ya watumishi wenu wanaume kwa wanawake, katika siku zile nitamimina roho yangu. Yesu ama Mungu aliahidi ya kwamba nyakati za mwisho ataachilia Roho wake Mtakatifu juu ya wote wenye mwili. Na maana kimsingi tukitafakari hiki ambacho Mungu anakizungumza, ina maana kiufupi tunaweza kusema nyakati za mwisho Mungu aliahidi ya kuwa ataachilia uamsho wa kanisa kupitia Roho Mtakatifu. Sasa ikiwa kama Mungu aliahidi hayo, shetani na malaika zake nao wameachilia uamsho. Ndio maana tukauita uamsho wa kuzimu, ili kuwateka wengi waende kuzimu. Ikiwa kama Mungu ameahidi uamsho kwa kanisa, ile nguvu ya kutenda kazi kwa kanisa kuongezeka. Na kumbuka, Mungu anasema kanisa lake limejengwa juu ya mwamba, wala malango ya kuzimu hayawezi kulishinda. Sasa shetani ameachilia naye uamsho ili kushindana na hii nguvu ya Mungu ambayo imeachiliwa. Ana lengo gani? Ana lengo la kuwateka wengi waende kuzimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana utaona maandiko katika Wakorintho wa pili sura ya 2, Wakorintho wa pili sura ya 2 na mstari wa 11, maandiko yanasema, shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Kumbe shetani anaweza akatushinda kama tusipojibidisha kujua utendaji kazi wake. Na katika somo hili tutakwenda kujifunza namna gani shetani anatenda kazi katika nyakati hizi za mwisho ili kuwakamata wengi aende nao kuzimu. Ni njia zipi anazozitumia? Ni namna gani? Ana ajenda gani? Nitakwenda kukusemesha ajenda alizo nazo juu ya kanisa, ajenda anazozitumia ili kuwakamata wengi aende nao kuzimu. Kwa hiyo kama tusipojibirisha kuzijua njia, fikra za shetani, tutajikuta tunadhani tunamtumikia Mungu, lakini kumbe tunamtumikia shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo shetani ameachilia uamsho wa kuzimu, na uamsho huu
una ajenda ndani yake ambazo zinalenga kuwakamata wengi wanaojiita Wakristo, kuwakamata wengi wanaojiita ya kwamba wanasali. Ndio maana hata sasa amemiliki makanisa mengi, ametawala makanisa mengi, anajivuna kwamba amekamata madhabahu nyingi. Hii ni mikakati yake aliyoiweka na kuachilia uamsho. Ina maana amewatia moyo watu, mawakala wake, wala wanaofanya nao kazi, ya kwamba tufanye kazi kwa bidii ili tulikamate kanisa. Lizani linamtumikia Mungu, kumbe linamtumikia yeye Shetani. Ndio maana moja kati ya kitu ambacho tunatakiwa kuwa macho ni kuangalia sana utendaji kazi wa Shetani, ili tusije tukajikuta tunadhani tunamtumikia Mungu, kumbe tunamtumikia yeye. Kwa hiyo Shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Bwana Yesu asifiwe. Uamsho huu wa kuzimu unalenga kuwateka wanadamu wote, hususan kanisa. Yaani lengo la Shetani, anataka miliki dunia yote, alimiliki na hata kanisa. Na unajua adui wa Shetani ni kanisa, kanisa ambalo linasimamia utakatifu, kanisa ambalo linamtafuta Mungu wa kweli, kanisa ambalo linataka kwenda mbinguni na kufanya jitihada za kuishi maisha matakatifu ili kwenda mbinguni. Hili kanisa ndio adui wa Shetani. Sasa Shetani atapigana nalo, atakuja kwa njia mbalimbali, atatengeneza ajenda mbalimbali, atajifanya kama malaika wa nuru, na yeye aingie kanisani, aanzishe mifumo fulani, ili lengo alikamate kanisa pasipo kujua linamtumikia Mungu, lakini kumbe linamtumikia yeye. Mwisho wa siku liweze kwenda jehanamu ya moto. Ndio maana mahali fulani maandiko yanasema Shetani atakuja akifanya ishara nyingi ili apate kuwapoteza yamkini hata walio wateule. Yaani Shetani hata sasa ana lengo, hajaacha kufanya kazi. Ndio maana niliwaambia tusije tukajivuna kwa namna yoyote. Lazima macho yetu yawe makubwa sana kutazama, je, Shetani anaweza kaingilia mlango upi? Anatendaje kazi ndani yangu? Anafanyaje kazi ndani yangu? Yamkini huko hapa tayari Shetani amekwisha kuteka bila kujua. Unajua kuna vitu unaweza ukawa unavifanya unaviona halali, kuna namna unaweza ukawa unatembea unaona ni kawaida. Ndio maana usije ukajifariji kwa namna yoyote. Pale unapozembea kuomba unasema ni vita tu, unasema unajua sisi ni wanadamu tu. Lazima upambane, uhakikishe umeshinda udhaifu wote unaouona, maana kupitia huo udhaifu Shetani atautumia kukukamata na kukushitaki. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka Yesu alikuja kulifia kanisa lisilo na mawaa wala ila, kanisa takatifu. Likionekana doa lolote kwako, ina maana umekosa sifa za kuwa na Mungu ndani yako, kwa sababu Shetani anatenda kazi kupitia udhaifu. Atauchukua udhaifu ule, na maandiko yanamtaja Shetani kama mshtaki. Saa yoyote wewe mtu wa Mungu unapotenda dhambi, Shetani anapanda kwa Mungu kwenda kukushitaki. Unasema mtumishi Baraka ni mtumishi wako. Ndio. Sasa mtumishi wako anaweza kuwa mwongo. Haujasema kwenye maandiko yako, bali waongo hawawezi kuja kwako. Mbona mtumishi wako amekuwa mwongo? Mbona mtumishi wako ni mzinzi? Umesema ombeni bila kukoma, yeye haombi, analala, anasingizia majukumu. Unawezaje ukamlinda mtu huyu? Shetani ni mshtaki. Soma kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8. Anasema muwe na kiasi na kukesha, kwa maana mshtaki wenu Ibilisi kama simba aungurumaye anazunguka huku na huku akitafuta mtu ammeze. Kila saa, kila dakika Shetani anazunguka, anakuja kwenye familia yako, anakuja kwenye kazi zako, anakuja pale unapokuwepo peke yako, anakuja angalia unafanya nini, unatenda nini, ili aweze kupata jambo hata dogo la kukushtaki. Kwa hiyo uamsho huu wa kuzimu unalenga kuwateka wanadamu wote, hususan kanisa, kuliteka kanisa ili asiwepo yoyote atakayeweza kuingia mbinguni atakapokufa au Yesu atakaporudi asiweze kumnyakua. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo hili ni muhimu kwa sababu lina lengo la kuangaza mitego ya Shetani tusiyoijua. Namna gani Shetani anatenda kazi katika zama hizi? Ameachilia ajenda zipo, mambo yapi ambayo yamkini tunayachukulia kawaida, lakini kumbe yatatufanya tushindwe kufika
kwake kuwa. Ngoja nikwambie sentensi hii, mtu mmoja akifanikiwa kuingia mbinguni, kuzimu inakuwa ni kilio. Mtu mmoja tu. Ndio maana nimekuambia leo malaika wanafurahi na mbingu zinafurahi, kwa sababu mtumishi wa Mungu mkombozi ameamua kuokoka, kumfuata Yesu. Sasa ngoja nikwambie, wakati mtumishi wa Mungu mkombozi ameamua kumfuata Yesu, kuna vitu viwili. Mbinguni ni furaha, lakini kuzimu ni kilio. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kuzimu sasa inawaza, yamkini imeita kikao cha dharura, nasema tulimzuia muda mrefu, sasa amefanya maamuzi ya kwenda. Kwa hiyo ngoja tukae kikao cha dharura. Watakuja na ajenda za kuanzisha vita ya kumzuia mkombozi asiendelee na wokovu. Ndio maana wewe mtu wa Mungu uliyeko hapa, kama unampenda mkombozi kabisa, unatamani mtumishi wa Mungu huyu aweze kufika mbinguni kama wewe, unatakiwa sasa kusimama kumbeba kwenye maombi, kumwombea. Maana ufalme wa giza umesaga meno, umeazimia utainua vita, umeazimia utainua watu watakaompiga vita, ya kwamba asiendelee kwenye huo wokovu, arudi kwake. Ndugu zangu, tunapohamishwa kutoka kwenye ufalme wa giza, tunakuwa adui wa shetani, maana anaona kama tumemsaliti. Kwa hivyo ataachilia makombora mengi, lengo aturudishe kwenye ufalme wa Yesu. Asifiwe sana. Mtu mmoja akifanikiwa kuingia mbinguni, kuzimu ni kilio na maombolezo. Yaani wanaona ni hasara ya ajabu. Kuzimu ina lengo moja tu, la kila mwanadamu aweze kwenda huko. Yaani unaniona niko hapa, au wewe mwenyewe unajiona huko hapa, ufahamu ya kwamba shetani anakuwinda kila unapoenda, anataka uweze kwenda huko. Yaani yeye anataka kuona kila mwanadamu amemteka. Watoto wako amewateka, mke wako amemteka, mme wako amemteka, mchungaji amemteka. Yeye ndiyo furaha yake, kama vile ambavyo Mungu anatamani kuona kila mtu anaingia huko. Si kusudi la Mungu watu waweze kwenda jehanamu, watu waweze kwenda kuzimu. Ndio maana akamleta Yesu, akatengeneza mpango wa wokovu ili kila mtu aweze kumwamini yeye, awe na sehemu kwenye ufalme wa Mungu. Yesu asifiwe sana. Vivyo hivyo na shetani naye anataka kuniona mimi na wewe tukienda huko. Na hapa ndipo Paulo anasema, ajidhaniaye kuwa amesimama, angalia asifanye nini? Asianguke. Saa ambapo naona umesimama kabisa, unatakiwa kutembea kwa tahadhari, kwa sababu rada za shetani zinakuona, zinakufuatilia, zinakutafuta, zinasubiri uanguke zisherekee. Kwa hiyo kama mtu mmoja akifanikiwa kuingia mbinguni, kuzimu inakuwa kilio na maombolezo. Wanaona kuwa ni hasara ya ajabu. Sasa ngoja uone, shetani anawaambia watu wake, mawakala wake, kwamba hakuna mwisho wa dunia kule kuzimu. Yesu hawamuiti Yesu, wanamuita mwenye haki au yule mwanaume. Mimi nimekaa sana pale Nemba, nimeshuhudia hichi kitu zaidi, namna gani ambavyo mashetani yalipokuwa yanakuja yalikuwa hayana uwezo wa kumtamka Yesu. Kuzimu kule ukisema Yesu, yaani umesababisha hasara kubwa. Ni kama mtu ambaye amegusanyisha nyaya, shoti itatokea ya ajabu sana. Kwa hiyo kule shetani anawaambia hakuna mwisho wa dunia, ila anawaambia mwenye haki, yaani Yesu Kristo, atakuja kuchukua watu wake kanisa, halafu wao, yaani shetani na mawakala zake, watatawala dunia. Kwa hiyo wanapaswa kufanya kazi kwa bidii. Hiyo ndio kampeni inayoendelea kuzimu. Anawaambia mawakala zake, wachawi, Freemason, mapepo, watu gani, anawaambia hakuna mwisho wa dunia, ila ambacho tunakitazamia ni kwamba yule mwenye haki yule atakuja, atachukua walio wa kwake, ataenda nao, halafu dunia hii itabaki kama ilivyo. Na hivyo tufanye kazi kwa bidii ili tuitawale dunia, maana mwenye haki anakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kimsingi ukifikiria, kwa sababu sasa kanisa lipo, muda si mrefu kanisa linakwenda kuondolewa. Ngoja nikwambie, sasa hivi
Yesu analiandaa kanisa atakalolinyakua. Ndio maana tunasema kanisa la Mungu ni moja duniani, na kanisa la Mungu ni takatifu. Yesu atakapokuja hatachukua TAG, hatachukua Waislamu, hatachukua Mennonite, hatachukua kina nani. Atakuja kuchukua watu wake watakatifu waliomwamini yeye, halafu wakajitenga na dhambi za kila namna. Hatakuja kuchukua jengo ya kwamba aje achukue kanisa lililoko hapa, la, atakuja kuchukua mtu mmoja aliyeko Ulaya, aliyeko Marekani, aliyeko Asia, aliyeko wapi, aliyemwamini Yesu peke yake, halafu akaishi maisha matakatifu. Na muda huo unakaribia, si mbali, watu wa Mungu. Ninashangaa sana kuona watu wanacheza, wanasinzia, wanafanya wanayoona yeye. Sema mchungaji, fanya haraka tuende nyumbani, tumechoka. Lakini hajui anayemsemesha ndani yake ni shetani. Jua unaweza ukawa wakala wa shetani bila kujua. Hata katika kanisa la Mungu kuna mawakala wanaoitwa mawakala vipofu. Wakala kipofu ni wakala anayetumikishwa na shetani, hajijui. Na utamgunduaje? Ana tabia za kipepo, tabia za kishetani. Unaposinzia umefanyika wakala wa shetani bila kujua. Shetani anapokuvaa haji kukuomba, ninaomba nikuvae, ninaomba nikuvae. Uko tayari? Nikuvae tu mara moja mama. Hatoi taarifa. Ndugu zangu, wakati umekaribia wa Yesu kuja kulichukua kanisa. Ndio maana tunatakiwa kupiga kelele sana, kuwaambia watu, kukuambia wewe ufahamu nyakati unazoishi ni nyakati za hatari. Mimi ninapoona watumishi wa Mungu kama mtumishi wa Mungu Mkombozi anachukua hatua za kuja, ninapoyasoma maandiko ninajua Yesu yuko karibu. Kwa nini? Kwa sababu hata acha walio wake waangamie. Unapoona mtumishi wa Mungu Mkombozi amechukua hatua, ina maana Yesu amemuita, amekuja ili aweze sasa kumwandaa kwamba anakuja. Hata kubali walio wake waweze kupotea, hata kubali, kwa sababu anasema mtu haji kwa Baba asipovutwa na. Mtumishi wa Mungu Mkombozi ni shahidi. Sidhani kama ameshawishiwa na mtu, na kama mtu akimshawishi mtu, ina maana hakuna wokovu. Ile wakati unapofika unachukua maamuzi, nimeamua mwenyewe. Sasa hapo Yesu anakuwa amekuvuta mwenyewe, kwa sababu anayemfanya mtu aokoke ni Yesu peke yake, sio mtu. Hata tunapohubiri, kwani tunahubiri watu wanaokoka? Hapana, walio wa Yesu aliwakusudia uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Muda si mrefu inaweza ikawa tumekaa hapa, au inaweza ikawa tuko majumbani tunaendelea na kazi yetu. Maandiko yanasema wawili watakuwa shambani, mmoja atwaliwa, mwingine achwa. Wengine watakuwa wanasugua masufuria, wengine wanapika uji wa kina Danieli asubuhi. Mmoja atwaliwa, mwingine achwa. Ngoja nikwambie, unyakuo litakuwa ni tendo la ajabu sana. Halafu hakutakuwa na ishara itakayoashiria ya kwamba wakati huu ni wa unyakuo. Labda itigiza litokee ama ipige radi kubwa. Unyakuo utakuwa kimya. Yaani kama unavyoona magari yatakuwa yanapita, watu watakuwa wanasafiri, wanaenda, wako kwenye ndege, wanaenda Marekani, wengine wanaenda Dar es Salaam, wengine wanasema wanalisha mifugo yao, wengine, yani watu watakuwa makanisani. Sijui itakuwa ni usiku ni mchana, haijulikani. Lakini Biblia inasema ya kwamba kama mwivi anavyokuja. Ni nani mwizi alishakuja akampa taarifa ya kwamba leo usiku nakuja kuiba? Ndugu yangu Mkombozi, leo ninakutaarifu nitakuja kwako kuvamia. Mimi ni mwizi wa kimataifa. Alafu anaondoka. Hakuna mwizi wa jinsi hiyo. Mwizi huwa anakuja saa usioijua, kimya. Sasa ndivyo Yesu anasema anakuja kama mwivi, yani ghafla tu. Kama tukiwa kanisani utashangaa, watu tumekaa hapa, unashangaa kabisa, kwa sababu unavyoona hapa hao wote wanadamu nao waona hao wote. Tukisema kwamba wote wanaenda mbinguni tunamdanganya Mungu. Mimi sijui, Yesu ila anakujua vizuri. Ndio maana usije ukajidai kwamba uko kanisani utaenda mbinguni. Hamna. Yaani unaweza ukashangaa unyakuo umetokea hapa, amechomoka mtoto mdogo kule mwishoni, alafu watu wazima hapa wamebaki na vilemba vyao. Usiyemjua, maandiko yanasema makahaba watawatangulia, wanaoenda mbinguni hawajulikani. Mtumishi Samsoni. Ndio maana niliwafundisha kwa habari ya kanisa linaloonekana na lisiloonekana. Hili ni kanisa linaloonekana, lakini hapa kuna kanisa lisiloonekana. Kanisa lisiloonekana ni watu gani? Watakatifu wa Mungu ambao Mungu anawajua peke yake, kwamba hao ndo wataenda kwa. Wanaoenda mbinguni anawajua Mungu pekee yake.
Anasema Bwana anawajua walio wake, na kila litajaye jina la Bwana wache nini? Uovu, acha dhambi. Kama unamtaja Kristo, anawajua walio wake. Hauendi tu kwa sababu ulikuwa unapiga makofi. Ndio maana mimi namwambia hata mtumishi wa Mungu mkombozi ameamua kumkubali Yesu, asiishie tu kumkubali Yesu. Akisha mkubali Yesu, sasa anatakiwa kuishi kama Yesu anavyotaka, kwa sababu Bwana anayetumiliki ndiye tunafuata masharti yake. Ina maana sasa tunamilikiwa na Yesu, tunafuata masharti ya kwake. Ndugu zangu, mmoja atwaliwa, mwingine aachwa. Ufalme wa giza unafanya kazi kwa bidii sana ili kuhakikisha asiwepo yoyote Yesu akija kunyakua asimnyakue. Na bahati mbaya, baada ya tendo hilo kutokea, atafunuliwa bwana mmoja ambaye mkombozi alipokuwa kwenye dini yao anamuita Masihi Dajjal, mpinga Kristo. Mpinga Kristo atasimamishwa. Na kwambia hii dunia itatawaliwa na rais mmoja anayeitwa Masihi Dajjal. Atamiliki uchumi wa dunia. Ukiwa na fedha zako ndani, hata kama ni milioni ngapi, hautaweza kuzitumia, kwa sababu wakati huo atakuwa anamiliki uchumi. Hallelujah.